Alimtupia huyu dada kitandani na huyu dada akamwambia, "Unataka kunifanya nini?" Mshikaji akamwambia, "Tulia, nitakupiga vibao wewe mtoto. Tulia hivyo hivyo nipe utamu bwana." Dogo akamwambia, "Ukiendelea kunilazimisha nitamuita mama." Akaanza kupiga kelele, "Mama!" Jamaa kuona hivyo ikabidi ageuze kibao bwana. Akachana shati lake na kumgeuzia mdada kwa juu. Baada hapo mshikaji akaanza kulalamika, "Oh, unanifanya nini wewe mtoto? Ondoka chumbani kwangu bwana." Mamake alivyoingia mshikaji akaanza kulalamika. Mamake amebaki amedoa tu pale. Nini kinachoendelea? Dogo akaanza kujitetea kwamba huyu jamaa alikuwa anataka kumbaka, lakini mamake amebaki tu anadua. Mshikaji alimvuta. Alienda naye sebleni na kuanza kujitetea. "Usimwamini mwanao bwana. Kwa hiyo unamwamini mwanao kuliko mimi, si ndio? Kama vipi mimi naondoka hapa kwako. Sitaki tena. Ni bora niondoke tu. Hii dunia ina maajabu sana." Huyu mama huyu mshikaji ni kibenteni chake. Kwa hiyo anakipenda kweli kweli. Mshikaji akawa anatishia kuondoka ili aone huyu mama atafanya nini. Mama ilibidi aende kumbembeleza huyo mshikaji. "Usiondoke mpenzi, nakupenda sana. Naomba usiondoke nyumbani kwangu." Jamaa akamwambia, "Si unapenda nikae kwako, si ndio? Si unapenda nibaki hapa? Basi utakwenda kufanya kile kitu ambacho nitakwambia. Usipokifanya hicho kitu, mimi naondoka." Mama akasema, "Usijali, wewe sema chochote mimi nitakifanya." "Sawa, mimi nataka umfukuze mtoto wako. Nataka umfukuze mtoto wako, sitaki kumuona hapa kwako. Yeye si mtu mzima, si ana miaka 18, basi aondoke hapa kwako." Huyu dada beki tatu alipojaribu kuingilia na kumwambia, "Madam samani, naomba nikwambie kitu." Huyu mshikaji alimuita mwanao chumbani kwake. Mama alianza kumfokea, "Unaongea nini wewe? Takataka kabisa, toka hapa. Nenda ukapike zako jikoni huko." Mama akabidi afanye maamuzi magumu. Alimchagua kibenteni chake na kumwambia mwanae, "Nimemchagua huyu. Ninampenda huyu jamaa. Kwa hiyo naomba wewe uondoke nyumbani kwangu." Dogo alijitetea sana kwamba yeye ni mtoto mdogo bado. Hawezi kujitegemea mwenyewe na hana mahali pa kwenda. Mama akasema, "Wewe ni mtu mzima, ondoka, unaweza kujitegemea mwenyewe." Basi dogo alifukuzwa kwao, akashika begi lake na kuondoka zake. Huku huyu mama amebaki anaenjoy na kibenteni chake tu. Mwanae ameanza kuteseka, amekaa zake nje hajui la kufanya, analia tu machozi, bado ni mtoto mdogo sana. Sasa huyu beki tatu akawa anajiuliza, kwani huyu mama na roho gani? Kwani mshikaji kampa nini? Mbona namsikiliza sana? Na alianza kukumbuka kuna kipindi mdogo wake alivyomtembelea, huyu mshikaji alimbaka mdogo wake, na alipojaribu kumripoti, jamaa alimtishia kwamba atamfukuzisha kazi. Kila siku ambayo mdogo wake alikuwa akimtembelea, huyu mshikaji alikuwa akilazimisha kufanya mapenzi na mdogo wake. Na kuna siku kabisa alimshuhudia huyu mshikaji anamvuta mdogo wake ili akapate vitu vitamu tena kwa nguvu. Hapo ndipo alipopata akili kwamba huyu mtoto bosi wake hana sehemu ya kwenda. Alichukua karatasi na kuandika anwani ya sehemu ambayo yeye anaishi. Alimfuata na kuuliza, "Kwa utaenda wapi mdogo wangu?" Huyu dogo analia tu, "Sijui pa kwenda, sina pa kwenda, simjui mtu yoyote hapa mjini." Dada ilibidi amwelekeze kwamba aende kwenye hiyo anwani ambayo yeye anaishi, atamkuta huko, kila kitu kitakuwa sawa. Binti ilibidi aende kwenye hiyo nyumba ambayo ameelekezwa. Nyumba yenyewe si nyumba, yani ni kibanda tu. Katoka kukaa kwa orofani, anakwenda kukaa Uswahilini ambako kueleweki. Ila alikuwa hana jinsi, walimpokea na wakaishi naye. Huku pande wa pili tunakuja kugundua kwamba huyu mshikaji bwana ana girlfriend wake. Yani huyu jamaa kibenteni ana kamchumba kake huko nje. Kamchumba bwana kakaanza kumlalamikia mshikaji, "Wewe umekuja unanitelekeza mimi, yani unakula bata na huyu mshangazi wako, unaniacha mimi nateseka huko. Kwanza tukae tuongee kitu. Mimi na ujauzito wako." Mshikaji akasema, "Unasemaje?" "Ndio nimekwambia na ujauzito wako." Huyu demo akasema, "Mimi sielewi haya maisha nayoishi. Bora nitoe ujauzito wangu." Jamaa akasema, "Ole wako. Yani mtoto wangu wa kwanza umuue? Haiwezekani. Tutamlea huyu mtoto." Dada akawa anauliza, "Sasa tutamlea vipi maisha yenyewe eleweki?" Mshikaji akamwambia, "Usijali. Wewe twenzetu, beba begi lako nifuate." Aliondoka naye na kumleta kwenye nyumba ya bibi mkubwa hapa. Huyu Maza akamkumbatia, "Bibi wangu nimekumisi sana, ulikuwa wapi?" Jamaa akamjibu huyu Maza, "Nimetoka kumpokea mdogo wangu, yani amekuja mjini bila hata kunipigia simu. Amekuja ghafla tu. Mimi nataka nimrudishe kijijini kwao." Huyu Maza akamwambia, "Hapana, muache, mdogo wako ndo kafika, unatakaje aondoke bwana? Muache tu akae." Isitoshe, hapa kuna vyumba vingi sana. Jamaa akasema, "Oh, mjuu huyu sometime ni chizi, anaweza tataka kung'ata au akavunja vitu vyako bwana. Mimi sina hela kukulipa wewe mama." Maza akamwambia, "Usijali, wewe muache tu, akata siku 2-3 hapa." Basi huyu mshikaji akamchukua huyu dada na kupanda naye mpaka chumbani kwake. Walipofika tu, huyu demu aliweka begi chini na kumlamba bonge moja la kofi. Jamaa kana shangaa, "Kwa nini mimi nipike kibao?" Demu akamwambia, "Wewe una akili kweli wewe? Yaani wewe unamwambia sugar mami wako mimi nakung'ata. Mimi ni chizi, si ndio? Mimi ni chizi. Kwa hiyo huyo mzee ambaye unambusu wewe, huo mdomo wako unakuja kunibusu na mimi, si ndio?" Jamaa akaanza kujitetea, "Amna mpenzi, unajua pesa anazonipa bibi mkubwa ndio pesa ambazo nilikuwa nakupatia na wewe. Mambo yakikaa vizuri, mimi nitaondoka, tutaenda kuishi kwa raha."
Huku mtoto huyu mama anakaa katika mazingira magumu sana. Huyu dada mfanyakazi wao alikuja na kuanza kumpa moyo. Usilie bwana, acha kulia. Kwa nini unaendelea kulia? Hili jambo litapita tu. Ila huku nyumbani kwao, huyu mshikaji kibenteni anaenjoy tu maisha na girlfriend wake. Mshikaji akawa anajipulizia perfume. Girlfriend wake akanamuuliza, "Unajipulizia perfume unaenda wapi?" "Unaenda kwa huyo mama wako, si ndio?" "Nakwambia hakuna kwenda." Jamaa kanashangaa, "Huyu demo ana shida gani?" Yeye nilikuwa vuta nikuvute, alimshikilia shati na huyu mama kaingia. Alivyoingia akaanza kuuliza, "Kwani kuna shida gani? Mbona mnashikana mashati tena?" Akakademu kaanza kuongea, "Mama, ngoja nikwambie ukweli, huyu jamaa ana roho nzuri, wewe umjui vizuri huyu jamaa. Yaani mimi toka nije hapa hajai kunipatia chakula hata siku moja. Yaani mimi nashinda njaa tu." Jamaa roho inamdunda kweli kweli, alijua kama udada anataka kuchoma kibanda bwana. Alijua anataka kuongea ukweli wote ili amharibie. Mama akamwambia ujamaa, "Hivi kweli uko serious kweli wewe? Kwani hujampatia mdogo wako chakula? Yaani unadiriki kumnyima mdogo wako chakula kweli?" "Okay, haina shida. Mimi nitakuingizia pesa baadaye. Hakikisha mdogo wako anapata kila kitu anachokitaka, sawa?" Jamaa kajibu, "Sawa madam, nakushukuru sana, una roho nzuri sana." Baada ya hapo, huyu mama alimsogelea huyu jamaa na kumshika na kumwambia, "Ninakusubiria chumbani." Jamaa akasema, "Usijali, nakuja." Huyu dada beki tatu alikuwa akimtia moyo huyu mtoto wa bosi wake kwamba asilie, ajitahidi awe na kula, asikae njaa. Asipofanya hivyo anaweza kupata vidonda vya tumbo. Alimbembeleza sana, "Tafadhali inabidi ule, usipofanya hivyo unaweza kuugua wewe." Dogo analia tu, "Mimi siwezi, yani sijui hata nitafanyaje na mawazo sana." Huyu anaendelea kumtia moyo kwamba asikate tamaa, kila kitu kitakuwa sawa. Rafiki zake walikaa naye na kumwambia kwamba inabidi ampigie mamake, aongee naye, amwombe arudi nyumbani. Alikubali, akampigia mamake simu. Mamake kapokea simu, akamwambia, "Wewe ni nani unayeongea?" Akasema, "Mama, ni mimi mwanao. Ninajua mama unanipenda na hutamani kitu chochote kibaya kinitokee." Mamake alimkatia simu. Huyu dogo kuamini, mamake akamkatia simu. Sasa huyu jamaa akawa anampanga bi mkubwa kwamba mdogo wake anahitaji kurudi kijijini. Mama akasema, "Anahitaji kurudi kijijini, basi twende tukaongee naye." Walipoenda kuongea naye, huyu mama akamwambia, "Si ubaki basi mjini, utafuta taisho ya kufanya." Huyu dogo akajitetea kwamba, "Hapana, inabidi nirudi kijijini nikamwangalie mama yangu, ni mzee sana, siwezi kukaa mbali naye. Kama kuna kitu naweza kukifanya, basi ninaweza kukifanyia huko kijijini." Bi mkubwa akasema, "Basi haina shida. Mimi nitakutumia milioni 1, itakusaidia tu." Dogo alishukuru sana, "Mama, hiyo ni pesa nyingi sana. Ninakushukuru sana." Alimsindikiza huyu bi mkubwa safari ambayo alikuwa akienda, lakini plani yao ilikuwa ni kwamba huyu mama akisafiri, wenyewe warudi nyumbani, waanze kuenjoy maisha. Kwa alimsingiza umaza, alafu akampitia demu wake ili arudi nyumbani. Wakati alipomchukua, huyu demu akanashangilia kwamba huyu bi mkubwa tayari kamtumia pesa. Ilikuwa ni pesa nyingi sana ambayo hajai kuishika. Huyu mshikaji akanamwambia, "Hiyo ni pesa ya chai tu." Huyu bi mkubwa ni tajiri kinoma. Walirudi ndani kiwiziwizi, huko kaangalia huko na kule, kama yule dada mfanyakazi anawaona. Sasa wakati anataka kuingia tu dada akatokea. Yule demu alijificha nyuma ya kabati. Mshikaji kamuuliza, "Kwani unaelekea wapi?" Dada akawa anasema, "Kuna kitu nimesahau hapo nyuma ya kabati hapo." Jamaa akasema, "Hapana, hamna kuja huku bana, endelea na kazi zako, nenda jikoni." Dada kana shanga, "Kwani jamaa anajificha nini?" Walijificha, ila dada ana akili, akagundua kwamba huyu mshikaji, huyu ni demu wake na ndio maana anamficha. Kuna hii siku bwana, huyu mama alikuwa akipata chakula na kibenteni chake. Sasa huyu dada mfanyakazi akaja na kumuuliza huyu jamaa, "Bosi, kwani siwezi kumpelekea dadako chakula chumbani?" Jamaa alianza kumfokea, "Wewe una akili kweli wewe? Mdogo wangu kashaenda kijijini bwana. Unampelekea mtu gani chumbani kwa chakula? Hebu ondoka hapa." Alimfokea sana, lakini huyu demu ana akili. Akanagundua kwamba huyu jamaa anamficha ubi mkubwa na ubi mkubwa hajui. Ukipenda sana kuwa mjinga. Hii siku wakati jamaa anaondoka na bebe wake, udada mfanyakazi akamwambia, "Bosi, naomba niingie chumbani kwako, nisafishe chumba chako." Mshikaji alimkatalia akamwambia, "Hapana, hamna kusafisha chumba changu." Mwanzo alivyomuuliza ni kwa nini, akasema, "Hapana, mimi napenda chumba changu kilivyo hivyo, yani nilivyopanga vitu vyangu, sitaki vipanguliwe." Kumbe anamficha udemu wake. Alivyomzindikiza bi mkubwa, mshikaji alirudi na chakula na udada akaanza kumuuliza, "Bosi, naomba nisafishe chumba chako." Jamaa akaanza kumwambia, "Wewe dada, hebu fanya nao kuhusu bwana. Alafu ole wako siku nyingine nikiwa na mpenzi wangu niongeleshe. Kwa nini unaniingilia maisha yangu wewe?" Aliingia chumbani na kumpatia udemu wake chakula. Demu akawa anakula huko anafurahi kinoma. Ila maisha wizi, tuone kama hawatokamatwa hawa watu. Kuna siku huyu demu wake akawa anapiga makelele huko akiongea na simu chumbani. Jamaa alikuja kwanza kumwambia, "Hivi una akili kweli wewe? Mimi nimekuficha humu ndani. Kwa nini unapiga makelele? Unataka usikike, si ndio?" Demu akaanza kumwambia, "Hamna, unanifunga funga. Kwani mimi ni mfungwa bwana? Kwanza nimemiss penzi lako. Hebu tufanye basi." Jamaa akanalazimishwa pale na kana kataa. Lakini wakati anaenda kubishana, huyu bi mkubwa akawa anapanda ngazi, anaingia chumbani kwake. Ndipo aliposikia,
Bi mkubwa aligonga mlango. Baada ya kugonga mlango, walishtuka sana. Ilibidi amfiche demu wake ndani ya kabati haraka ili asikutwe. Alipoingia mshikaji akaanza kuzugazuga. Huyu Maza akaanza kumuuliza, "Baby, mambo vipi? Mbona kama nimesikia sauti ya kike huko ndani?" Jamaa kwa uongo mkubwa bila kupepesa macho akaanza kumwambia bi mkubwa kwamba nilikuwa naongea na simu tu, sio sauti ya kike uliyosikia. Maza akamwambia, "Mimi sio mtoto mdogo na kijua nilichokisikia bwana." Akaanza kuangalia kwa labda kuna msichana kajificha. Mshikaji akamwambia, "Ni simu tu, ni TikTok bwana. Sio unajua tunaichana baby, kuna ma challenge kuna manini." Huyu mama akamwamini akamwambia, "Basi sawa. Nilihisi vibaya nikajua uko na msichana huko ndani." Akamuuliza, "Mbona leo kama umerudi mapema bwana?" "Nilikuwa nimechoka sana. Nilimwomba meneja wangu anilete hapa nyumbani na gari la kampuni. Nilikuwa nimekumisi sana." Jamaa akasema, "Umenimisi? Basi tu nikakupe ambacho umekimisi." Wakatoka kuelekea zao chumbani. Ila za mwizi ni 40 bwana. Kuna siku udemu akamsikia huyu binti anaongea. Ilibidi akamfuate bosi wake na kumwambia ukweli wote. Bosi wake alimbishia sana, lakini kweli walivyokwenda kufungua ule mlango walikuta mlango umefungwa. Huyu Maza aligundua kabisa kwamba huyu jamaa alikuwa akimdanganya muda mrefu sana. Aliporudi akana mkumbatia, "Baby, umerudi mapema. Usinikumbatie bwana. Niambie ukweli, ulikuwa unamficha binti huyu kwa muda gani hapa kwangu?" Mshikaji alipojaribu kubisha, dada akana mwambia, "Hebu muelezee, hicho chakula ni cha nani?" Walimbana sana mshikaji, mwisho wa siku akamlazimisha kwenda kufungua kile chumba. Alipokataa, huyu Maza akachukua funguo na kufungua mwenyewe. Sikale kadembo bwana kakamrukia, "Baby," kakamkumbatia. Kakajua ni mshikaji bwana alikuwa anaingia. Maza alijiona mjinga sana kumwamini huyu jamaa. Yaani mimi nimempa milioni 1 huyu mdogo wako apeleke pesa kijijini. Kumbe sio mdogo wako, ni demu wako, si ndio? Sasa nisiwaone hapa kwangu. Maza alijiona mjinga sana kumfukuza mwanae kisa huyu kibenteni chake. Mwisho wa siku alikuja kugundua kwamba alichokifanya sio sahihi. Alimuonea sana mdogo wake. Akanajiuliza, "Sasa sijui mtoto wangu yuko wapi?" Huyu Bekitatu akamwambia, "Usijali, mimi najua mwanao alipo. Nilimpeleka kule kwetu napoishi mimi." Basi huyu mama alienda kuonana na mwanae sehemu ambako alikuwa amehifadhiwa. Alimwomba msamaha, akamwambia kwamba nilifanya yale kwa sababu nilikuwa nachukia babako alinibaka, nikakupata wewe, nikawa nakuchukia sana, kila ninapokuona nikaona sura yake. Naomba nisamehe sana mwanangu, bado nakupenda. Mwisho wa siku wakasameheana na movie yetu ikaishia hapo. Asante sana kwa kutusikiliza. Tafadhali subscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kuzipata video zetu pindi tu tunapoziachia. Kwaheri.